Naam mtazamaji, bwana, leo tuko hapa na Mama Pipi Jojo kama unavyomuona na sakata zima ambalo limetuleta hapa leo bwana ni kwamba kama unavyojua kwamba moja kati ya story ambazo sasa hivi zina trend sana huko mtandaoni ni habari ya binti yake. Tunamzungumzia Pipi Jojo mwenyewe. Tunafahamu kwamba Pipi Jojo bwana amefukuzwa na Chief Godlove rasmi. Yaani mpaka hapa tunavyozungumza ni kwamba leo asubuhi taarifa zimetolewa na uongozi wa Chief Godlove katika lebo yake kwamba Pipi Jojo sio msanii wake tena. Sasa tuko na mama mzazi hapa, yeye anaweza katupa majibu yaliyonyooka kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Habari za sasa hizi mama? Salama. Bwana, kwanza kabisa pole na majukumu, maana leo tumeamua tukuvamie usiku hivi kutokana na kwamba safari kidogo imekuwa ndefu kutoka kule ofisini kwetu mpaka huku kwako. Unaendeleaje na hali? Mimi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Naam, bwana, hebu kwanza kabisa tulikuwa tunataka kwanza tujue kwamba maendeleo ya binti yako yalikuwaje kabla hajafukuzwa. Mlikuwa mnaishi vipi? Maendeleo ya mwanangu yalikuwa vizuri sana na tulikuwa tunaishi vizuri. Yaani kiufupi tuseme nilikuwa naishi vizuri. So unajua mtu ukiwa na pesa, unafanya kitu unachojisikia, unakula unachotaka, unavaa unavyotaka. Ndio. Na maisha yako wewe sana sana yani yalikuwa yanategemea zaidi kazi ya sanaa ya mwanao, sio? Ndio, maana huko nyuma maisha yetu yalikuwa magumu. Kwa mwanangu alivyoingia kwenye sanaa kidogo hivyo Mungu alikuwa anatubesi. Anachopata mwanangu tulikuwa tunafanya kazi nyingine. Kwa hiyo ina maana kwamba mwanao alikuwa anakutumia fedha, kila akipata anakutumia. Ndio, yani sio kunitumia tu, alikuwa anahakikisha mamake asubuhi nakula nini, mchana, usiku navaa nini, hivyo. Yani kila kitu, majukumu yote aliyabeba. Sawa sawa. Naam, kulikuwa kuna changamoto nyingi sana ambazo tulikuwa tunazisikia lakini kabla hujafika huko kwenye changamoto unazungumziaje usimamizi mzima wa Chief Godlove kwa binti yako? Maana tunafahamu kwamba binti yako alikuwa anasimamiwa na Chief Godlove katika muziki, alikuwa anaenda mpaka Kenya. Unazungumziaje usimamizi wake? Usimamizi wake kiukweli mimi namzungumzia vizuri tu. Lakini ujue Chief naye ni binadamu, kwa hiyo hawezi akamlinda yule mtoto wa kike muda wote anapoenda. Na kama mnavyojua watoto wa kike wana njia nyingi. Anaweza akakwambia nataka niende sehemu fulani kumbe haendi kule. Lakini usimamizi wake ulikuwa ni mzuri tu. Alikuwa anajitahidi kumchunga, kumlinda, asikutwe na tatizo. Alikuwa anajitahidi sana. Labda kuna changamoto yote ambayo ilitokea, labda binti yako akakwambia kwamba mama bwana, kuna kitu fulani labda nakosa huku, kuna kitu fulani natamani niwe nacho, Chief Godlove anitimizie katika mahitaji yake kwa ujumla. Ushawahi kupata complaint ya namna hiyo kutoka kwa binti yako? Hapana, sijawahi pata. Kwanza alikuwa ananiambia mama, yani hapa ninavyoishi nahisi kama nipo peponi kabisa. Yani alikuwa hakosi kitu chochote. Yani hata sijui nisemeje, yani alikuwa hakosi chochote. Kinachohitajika mwanangu alikuwa anapata kwa wakati. Sawa sawa. Kwa hiyo Chief Godlove kwa kifupi tunaweza kusema kwamba alikuwa anahakikisha kwamba wewe unaishi vizuri na binti yako vile vile. Yani alikuwa ananifuatilia mimi kama mama yake mzazi. Yani alikuwa ananifuatilia mimi hadi mwanangu. Yani tuseme familia yangu kiujumla. Sawa sawa. Je, na Chifu yeye alishawahi labda kucomplain kwako kwamba ukiwa kama mzazi wa Pipi Jojo, alishawahi kucomplain kwako kwamba labda binti yako ana tabia fulani ambazo sio mienendo mizuri, labda ana tabia mbaya yoyote? Hapana, mimi hajawahi niambia. Hajawahi niambia kabisa. Labda kama walikuwa wanamalizana wenyewe huko walikuwa wanakanyana wenyewe huko, ila mimi hajawahi niambia. Na labda kwa tunahitaji kufahamu labda kwa kipindi chote hiki tunakumbuka kwamba kuna mambo mengi sana yalikuwa yamezuka. Moja kati ya story ni kwamba mahusiano kati ya Chief Godlove na binti yako. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba kuna mahusiano hapa kati. Japokuwa binti yako alikuwa anamuita Chief Godlove baba, lakini watu wanasema kwamba kulikuwa kuna mahusiano. Hili swala labda ulilipokeaje kama mzazi, na je ulipeleleza? Sikuweza kupeleleza, lakini nilijua tu ni maneno ya watu. Chief hawezi akafanya hicho kitu hata siku moja. Kwa sababu yule ni mtu mwenye pesa zake. Yani anaweza akampata mwanamke yoyote yule anayemtaka yeye, awe mzee. Unajua mtu mwenye hela anaweza akafanya chochote. Anaweza akamuoa hata mtoto wa darasa la 7. Pesa ndo zinaongea. Lakini kwa mwanangu mimi hawezi kufanya hivyo na hata kuja kufanya.
Chifu labda kuzungumza na wewe, ni lengo lake yeye kwa binti yako lilikuwa ni lipi kibiashara ya muziki zaidi? Hapana, hatujawahi kuzungumza, lakini mwanangu tu ndo alikuwa ananiambia kusema baba anataka nisaidie nifike mbali kimaisha, lakini ye mwenyewe sijabahatika kuongea naye. Sawa sawa. Na kulikuwa kuna hizi rumors, yani kulikuwa kuna maneno ambayo yalikuwa yamesambaa mitandaoni kwamba binti yako ni mjamzito na ujauzito ni wa Chief Godlove. Hizi labda zilikufikia wewe ukiwa kama mzazi? Kunifikia, zilinifikia na mimi mwenyewe nilikuwa naona, lakini kusema ujauzito ni wa Chifu, hapana, mimi nakataa. Nakataa kabisa. Ujauzito sio wa Chifu, labda kama wa mwanaume mwingine, lakini sio Chifu. Hapo awali labda maana hizo mwanzoni kabisa ilikuwa ni maneno tu, watu walikuwa wanasema kwamba ana mimba ya Chifu, ana mimba ya Chifu. Lakini kabla ya haya yaliyotokea huko mwanzoni, labda ulizungumza na binti yako kamuuliza na alijibu vipi? Nilimuuliza, aliniambia yeye hana mimba na hajui mimba inapatikanaje, na katika kukaa kabla hajawa msanii tukawa tunapiga story, akaniuliza, hivi mama, mimi ulinipata wapi? Nilimwambia mimi nilikununua hospitali. Kwa hiyo yeye hadi saa hizi akili yake imemkaa kusema watoto wananunuliwa hospitali. Kwa hata nilivyomuuliza akaniambia, mama, si unajua, unakumbuka ile siku uliniambia kusema watoto wanapatikana hospitali? Basi na mimi ngoja nitafute hela nikamnunue mtoto. Kwa hiyo mwanangu hajui hata mimba wanapata, yani mtu hadi kupata mimba wanafanyaje hajui. Anachojua yeye watoto wanapatikana hospitalini, akiwa na hela anaenda kununua. Hicho ndo alichonijibu. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba Pipi Jojo ni binti ambaye alikuwa hajui chochote kuhusiana na ulimwengu wa kiutu uzima? Alikuwa hajui kabisa, kulingana na malezi mimi mwenyewe nilivyomlea, alikuwa hajui kabisa. Na labda hebu tuambie kuhusiana na issue ya Pipi Jojo, wewe mwenyewe ukiwa kama mzazi ulikuwa unahisi kwamba mtoto huyu atafikia wapi kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anaenda? Mimi nilijua atafika mbali sana. Yaani nilijua kwa nini atafika mbali. Yaani sijui unaelewa maana ya mbali. Nilijua atakuja kuwa msanii mkubwa sana. Ukiachana na hao wengine. Na hisi yeye ndo angekuwa anashika namba 1. Lakini sasa kilichokuja kuvuruga hapa, sijui ni babake kamloga, mimi hata sielewi. Maana saa hizi mambo yanaenda ovyo ovyo. Yaani kila kitu kinakaa ovyo ovyo. Nashindwa kuelewa ni kwa nini. Habari ambazo leo zimesambaa asubuhi kwamba uongozi na management ya Chief Godlove haifanyi tena kazi na Pipi Jojo kama hapo awali. Hizi habari mama ulizipata ukiwa wapi? Hizi habari nilizipata nikiwa tu nyumbani. Nilizipata. Nilishtuka kwa kweli, roho iliniuma, ila sasa sina jinsi, nitafanyaje? Mtoto kashaharibu. Utafanyaje? Na sawa sana kusema mtoto akiunyea mkono uwezi ukaukata. Na labda kabla ya zile habari kufika mitandaoni, labda ulitafutwa kama mzazi kuambiwa kwamba bwana mama, mwanao amekosea sehemu fulani, tunamfukuza, au labda muonye, ikashindikana ndio maana akaamua mfukuze? Labda kuna taarifa hizi ulizipata kabla? Yaani kama nilivyosema mwanzo, yaani mimi mwanangu hata kama alikuwa anakosea, kwa sababu unajua na yeye ni binadamu, hawezi akakaa na mtu siku 2 siku 3 bila kukosana na mtu. Walikuwa wanakanyana wenyewe huko, wanaonyana huko, lakini mimi sijafikishiwa taarifa yoyote. Mimi nilikuwa nafikishiwa taarifa nzuri tu basi, na nilizokuwa naziona. Kwa hiyo habari za Pipi Jojo kufukuzwa kwa Chief Godlove zimekuja kwako pia kama surprise? Yaani kama surprise tu, yaani watu wanacheza simu, wanaangalia, wanakuja kunionyesha, yaani kama wamenifanyia surprise. Kama ilivyokuwa surprise mwanzo, kusema mwanao tayari kawa maarufu. Ndio hivyo. Ulijisikiaje baada ya kupata hizo taarifa? Mtangazaji, unaongea kama hujui, ina maana wewe hauelewi. Ukisikia taarifa mbaya, wewe unakuwa hauelewi kusema unajisikiaje. Roho iliniuma kama ni mwanangu. Yaani iliniuma sana, lakini sasa sina jinsi, nitafanyaje? Naam, na ukiwa kama mzazi, labda baada ya hizo taarifa kutoka, ulipata nafasi labda ya kuzungumza na Chief Godlove kwanza? Hapana, sijapata, ila nina mpango huo. Nikipata muda, nikiruhusiwa na watu wake kuongea naye,
Nitamtafuta, nitaongea naye nijue nini chanzo. Na mwanao je, maana wewe ni mzazi na taarifa zimetoka asubuhi, lazima mtoto atakuwa mmezungumza naye. Je, anasemaje? Nimempigia tu, tumesalimiana, nimemuuliza vipi huku taarifa mbona zinakuja tofauti, ananiambia tu we mama tulia, sikilizia. Kwa hiyo mimi siwezi nikajua kama ni kweli au ndo mambo tu ya mtandaoni, mimi sielewi. Kwa hiyo na mimi nakaa kama alivyoniambia mwanangu, nasikilizia kama ni kweli amefukuzwa au hajafukuzwa, itajulikana. Sawa sawa. Na kwa hiyo tokea taarifa za kufukuzwa zilivyotoka, hajarudi nyumbani labda? Hapana, hajarudi. Hajakwambia kwamba anarudi? Hapana, hajaniambia. Kaniambia tu wewe mama kaa sikilizia. Kwa hiyo mimi sijajua. Sawa sawa. Labda umejipanga vipi, labda kumwombea msamaha kwa Chief Godlove, au kama ndo amefukuzwa uko tayari kumpokea nyumbani uendelee na maisha kama zamani? Kumpokea nitampokea kama mwanangu, hata angekuwepo mtu mwingine angempokea. Na lazima nikakutane na yule mtoto wa kiume niongee naye. Kama kumwombea msamaha, nimwombee msamaha kama atamrudisha, au kama hatamrudisha, imradi tu mimi nataka wakae sawa, hata kama wamegombana wapate kuwasiliana, wasalimiane, maisha mengine yaendelee. Mtu wa riziki ni Mungu, atapatikana tena mwingine. Sasa kama mwanao akiwa amefukuzwa pale kwa Chief Godlove, unahisi kwamba ni sehemu gani tena nyingine anaweza akawepo na akaendelea kufanya vizuri? Yani management nyingine, labda kuna Wasafi, kuna Konde Gang, kwa Harmonize, kuna kwa Diamond, kuna kwa Alikiba. Unahisi kwamba akiwa wapi anaweza akafanya vizuri kama alivyokuwa yupo pale kwa Chief Godlove? Labda kwa huyu Makonde, akiwepo pale anaweza akafanya vizuri, lakini huku kwingine hapana. Sasa na mimi nitamshauri hivyo mwanangu, aende tu huko kama itawezekana, na kama itatokea nafasi watamtaka mwanangu, wamchukue tu kwa huyo Makonde huyo.